wa tauba kama alivyosema khatib, ni mwezi wa maghfira, ni mwezi wa khairati mbalimbali. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kufanya yote hayo na kuyapata yote hayo, na kwa rehema zake atuwezeshe vile vile kudiriki Ramadhani zijazo. Said Khatib katika aliyoyazungumza, na mimi natilia mkazo kauli ya Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika tarikh kuna watu walirudi nyuma, wengine wakazuia kutoa zaka, wakajizuia kabisa kutoa zaka. Katika kauli yake maarufu Sayyidina Abu Bakar alisema, la uqatilanna kulla man farraqa baina as-salati waz-zakah, nitampiga vita kila ambaye anatofautisha baina ya swala na zaka. Yani zote hizi ni faradhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa iweje wakati wa Mtume watu walikuwa wanajihimu kutekeleza ibada ya swala na kutoa zaka, lakini baada ya Mtume kuondoka wengine wajizuie? Hutuba imetueleza kwamba mfungo wa mwezi wa Ramadhani tunavoufahamu Waislamu na tunavouchukulia Waislamu, alhamdulillah, ndivyo inavyotakiwa hasa, kwamba kufunga Ramadhani ni wajibu. Lakini kaeleza khatib, uzani huu tunatakikana baadhi, tuseme sio baadhi, faradhi zilizobakia tuzipe uzani huu, kwa sababu zote ni faradhi zilizotoka kwa Mola Muumba. Sasa ni nafasi yako Muislamu kujitathmini, hizi faradhi alizotulazimisha Mwenyezi Mungu, alizotuwajibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumezipa uzani unaostahiki kuwa zote ni faradhi? Huoni kauli ya Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu alizungumza maneno hayo kwamba atampiga vita kila anayetenganisha, anayetofautisha baina ya sala na zaka. Kwa nini? Wakati zote hizi ni faradhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim. Haiwezekani kabisa kwa Muislamu wa kike na wa kiume, Mwenyezi Mungu na mtume wake watapohukumu jambo hili ni faradhi, hili ni wajibu, alafu ikawa watu au Waislamu hao kike kiume wakawa na khiari. Leo watukufu wa Islam, faradhi hii aliyoizungumza ndugu yetu khatib imetuondoka kama ishani. Sasa hivi zaidi ya miaka 100 kuishi chini ya mtawala wa Kiislamu anayeitwa khalifa, tangu tarehe 3 mwezi wa 3 1924 faradhi hii ilipoondolewa katika uso wa ardhi, khalifa akafukuzwa. Mpaka leo Waislamu tunaishi bila ya faradhi hii. Tutaenda kumweleza nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lau Mwenyezi Mungu atatoa roho zetu hivi sasa, mie na wewe, tutamweleza nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man mata wa laysa fi unuqihi bai'a mata mitatan jahiliya, mwenye kufa na wakati hakuna katika shingo yake bai'a, basi amekufa kifo cha kijahiliya. Maana yake ni kielelezo hicho, ni indication, qarina, kuonyesha kwamba hili jambo ni wajibu, ni faradhi. Atakayekufa hakufanya bidii, ufafanuzi wake hadithi,
kuhakikisha kwamba yupo khalifa katika dunia na anapewa bai'a, kwa sababu hakuna anayepewa bai'a katika fikhi ya Kiislamu zaidi ya mtawala. Basi atakayekufa hajafanya bidii kuhakikisha mtawala huyu yupo na akapewa bai'a, basi amekufa kifo cha kijahilia. Maana yake ni dhambi kubwa umma wa Kiislamu kupakata mikono ikawa hakuna ulinganizi walioubeba, da'wa waliobeba kuhakikisha faradhi hii inarudi. Kwa sababu ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa lazim faradhi hii itarudi tu. Katuahidi Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani katika surati An-Nur aya 55, ukipata nafasi iangalie. Katuahidi mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi kadhaa wa kadhaa. Lakini hiyo ni bishara, ni ahadi ya Mwenyezi Mungu na tuna imani iko pale pale. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa sisi jukumu. Ni kama vile Mwenyezi Mungu katoa ahadi wa kutupa riziki sote, lakini Allah huyu akatuwajibisha lazima utoke ukahangaika ukatafute upate chochote wewe na aila yako. Kwa hiyo ni makosa Waislamu kutulia ikawa hakuna harakati, hakuna da'wa ya kuhakikisha mtawala huyu anasimamishwa tena na anapewa bai'a. Hatuoni wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki siku ya Jumatatu, kafariki kama time za saa 3, 4, 5 humo wakati wa dhuha, lakini kaja kuzikwa siku ya usiku wa Jumatano, usiku wa Jumatano, siku 3. Masahaba ridwanullahi alaihim walikuwa wanahangaika, wako wengine waliokuwa wametulia wako na maiti ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini wako wengine waliokuwa hawako pale katika maiti ya kiumbe mtukufu wa daraja, kipenzi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine wakawa wameshughulika nani atachukua nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa ni mtawala. Mtume ndio wa mwisho, hakuna mwingine, lakini utawala hauwezi umma huu kuishi bila ya utawala. Kipindi ambacho Waislamu tunaishi hichi hakijapata kutokezea katika tarehe. Miaka 105 ushai bila ya utawala. Imekuwa kama kumradhini kwa kilmaiti, kama mbuzi wanasema ukondoo tu mchungaji. Na ndio maafa yote haya yanotukuta leo. Hata Ramadhani yetu imekosa ile kama ni shiari hasa ya Uislamu. Watu wanajilia ovyo, watu wanatembea utupu miji kama hii ya Waislamu, sababu hakuna kuzuia. Na si hapa, huu ni mfano tu, sehemu nyingine kadhaa wa kadhaa. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu masahaba ridwanullahi alaihim, baada ya kufa Mtume siku 3 wanashughulika katika bustani ya Banu Saida, nani atachukua nafasi ya utawala baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo kama hili, alafu mimi na wewe ndugu Muislamu tumefunga mikono, tumekaa mbali, hatushughuliki. Hebu tupate muda tujiulize, tutafakari. Hii ni faradhi hii kama ilivyo faradhi ya saumu, bali hii ni faradhi ina uzito zaidi kama walivyoeleza wanavyuoni. Ummul Faraid, Imam al-Jaziri katika kitabu chake cha Fiqhu ala al-Madahib al-Arba'a anasema ittafaqa al-a'imma anna al-imamata fardun ala jami' al-muslimin. Wamekubaliana wanavyuoni maaima wanne na wengineo kwamba hakika kiongozi mtawala kwa Waislamu wote ni wajibu, lazima apatikane. Wa annahu, na kwamba hakika yake, la budda bi imamin wahidin, lazima apatikane, hapana budi kupatikana mtawala mmoja, haiwezekani kuwa zaidi ya mmoja. Na ndio maana masahaba ridwanullahi alayhim siku 3 days wanashughulika
nani atachukua nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtawala. Hauwezi umma huu kukaa bila ya mtawala. Sharia za Mwenyezi Mungu nyingine kadhaa wa kadhaa zitatekelezwa vipi? Sheikh katupa mfano wa saumu, akatupa mfano kukatwa mwizi mkono, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda, na nyinginezo. Yote haya uchumi utafanyika vipi? Maasia, riba itaondoka vipi? Liwati hizo zinazoenea zitaondoka vipi? Ubaradhuli utaondoka vipi? Yote hayo kama hajapatikana mtawala, si jambo ambalo linahitaji elimu kubwa hivi. Nakupeni mfano, hawa watu wa vyama hivi vya kileo, fitna waliotuletea wazungu katika nchi zetu, tunasema nchi za ulimwengu wa tatu, na ndio nchi za Waislamu. Fitna hii ya vyama vingi ya democracy wametuletea wazungu. Sasa kinapofika kipindi cha uchaguzi, chama chochote kile kinapofanya kampeni, hukuambia sentensi moja tu. Wanakuambia ukitaka maji, ukitaka hichi, wewe kila unachokitaka. Na ukiwa hutaki ujambazi, hutaki shari fulani, hutaki uhalifu kadha wa kadha, ikifika siku ya kura wanasema katie tiki tu, tukae pale madarakani sisi, maana yake ndio tutapata kutekeleza yote haya. Wewe umesikia kuna chama kinapiga kampeni au katika manifesto yake kinasema tuna mradi tunakujengeni mashule sasa, tuna mradi tunataka tujenge madaraja sasa hivi tuko kazini, tunataka kuondoa ujambazi sasa hivi, tunataka kuondoa rushwa, Mungu atuhifadhi, labda vita vyenyewe kwa wenyewe tunataka tuzuie. Chama gani ambacho kinaweza kufanya hivyo? Hakuna, mpaka kiwe na mamlaka. Sasa akili ndogo tu kwa haya ya dunia, Waislamu tunaona ni lazima tuwe na mamlaka, lakini upande wa dini ya Mwenyezi Mungu tunaona basi ni kitu zaya tu. Uislamu utakwenda tu, utatekelezeka tu, tutatekeleza faradhi zote za Mwenyezi Mungu, na tutazuia na tutatia adabu, na yataondoshwa maasi yote bila ya chombo maalumu, bila usimamizi, bila ya khalifa, bila ya serikali ya Kiislamu ulimwenguni. Poleni jamani. Haiwezekani kitu hicho, haiwezekani. Hata wewe nyumbani kwako mambo yaende, asitokee mtu mwingine akawa ana msemo juu yako. Katika majumba unaona mifano ya kijamii. Mtu huyu mkwe wangu namna gani, mimi natoa amri juu ya watoto wangu, juu ya mke wangu, na yeye naye anataka amri yake. Unafika pahali unasema mama, bora nikutafutie pahali, bora twende huko. Maana yake wewe unataka uwe na mamlaka pale, ndio mambo yatakwenda. Lakini basi maisha haya Mwenyezi Mungu aliyotuumbia yaende, na katuamrisha, katupa amri kadhaa wa kadhaa. Amri hizi unahisi zitekelezeke tu hivi bila mamlaka? Haiwezekani. Na ndio maana wazungu wakenda mbio wakatupiga vita vya moto, wakaona dola ya Kiislamu haishindiki, walikuwa wanataka kuiangusha, lakini wakaona sasa watupige vita ya kifikra. Hawakuacha, wala yazaluna yuqatiluna hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Kwa hiyo wameendelea kutupiga vita mpaka tarehe 3 Machi mwaka 1924 wakaiangusha dola ya Kiislamu. Abdul Hamid Thani, khalifa wetu wa mwisho wa Islamu, fuku ziliwekwa mbali, ndio mwisho, ndio zikasimama hukumu za Mwenyezi Mungu. Faradhi kama hizo tulizoeleza zikasimama, hakuna mtu anayempa bai'a mwingine. Wewe ukisikia King Abdullah anapewa bai'a au kaunda kamati 2005 ya kutoa bai'a, sasa tunamuuliza, sasa bai'a hii tu watu wangapi? Na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha buya li khalifataini faqtulul akhira minhuma, wanapopewa bai'a makhalifa wawili, huyo wa pili huyo ndio muweni huyo. Anataka kufanya nini wakati Waislamu wako kitu kimoja chini ya mtawala mmoja?
ndo wamempa wenyewe ile bai'a. Huyo wa pili manake anataka kuja kuvunja umoja wenu na nguvu zenu. Ndo Mtume akasema muweni. Ni jambo qadhiyatul masiria, ni jambo nyeti la life and death, la kufa na kupona. Naam. Sasa leo tumpe nani? Tunauliza hivyo, tumpe nani bai'a hii? Watukufu wa Islam, ni jambo lililo wazi. Tunaishi katika zama zaidi ya miaka 105, hatuna khalifa, hatuna mtawala. Faradhi hii imepotea kabisa ulimwenguni. Hao wanaojiita watawala nchi za Kiislamu, hawa wanatupiga changala macho tu kama wanavyosema vijana. Mtawala huwa mmoja kwa umma mzima. Ndio siku zote usiku na mchana ndugu zenu wa Hizbut Tahrir tunakuelezeni kilima hichi kwamba umma ni wajibu wenu huu, mbebe dawa hii. Hii sio dawa ya Hizbut Tahrir, hii ni dawa ya umma wa Kiislamu, ili kumrejesha mtawala wa Kiislamu atakayetabikisha, atakayetekeleza kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhifadhi hizi faradhi hizi tulizowajibishwa na Mwenyezi Mungu, ikiwamo hii ya Ramadhani. Nani anayependa Ramadhani tuifunge katika hali kama hii? Hapa nyakati kama hizi, au inafika saa 10, saa 11, mtu pengine hata hajui mdomoni kwake atatia nini na ana watoto. Haya yote haya yanahitaji kutatuliwa. Hayatatuki haya na mtu mmoja mmoja au jumuiya. Tusahau katika nidhamu hizi za demokrasia zitatatua mambo haya. Ni utawala wa Kiislamu tu peke yake ndio wenye dhima hii, na ulifanya hivyo, na inshallah utakaporudi hivyo ndivyo utakapofanya. Wa madhalika ala Allah biaziz. Na si jambo kubwa hilo kwa Mwenyezi Mungu. Watukufu Waislamu, nisichukue muda wenu mkubwa, lakini ni jambo lililo wazi. Tumewajibishwa na Mwenyezi Mungu amri kadhaa wa kadhaa, lazima tuzipe uzani unaostahiki, uzani sawa, kuwa ni faradhi za Mwenyezi Mungu, bali tumwache Mwenyezi Mungu, tuiache sheria yake. Baadhi ya faradhi Mwenyezi Mungu mwenyewe ameziweka nafasi ya kwanza, halafu itakuja hii, itakuja hii, namna hiyo. Sio utashi wa nafsi zetu tukawa tumelegea tukaja na ile fahamu ya kidarweshi, serikali ya Kiislamu itakuja tu wenyewe, Ramadhani kama hii tufunge, tusome sana Qur'ani, tumuombe sana Mwenyezi Mungu. Ni kweli huu mwezi wa madua, Mwenyezi Mungu, Muislamu usijipunje, omba walikuwa unachotaka, lakini tumuombe na Mwenyezi Mungu jambo hili. At the same time, wakati huo huwezi kukimbia kubeba hasa jukumu la ulinganizi ili hili jambo lirudi, na huku tunasukuma na madua. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.